Abduli, kwa nini hutaki kufanya kitu ambacho tumeahidiana? Oma, sikiliza kwanza, sikiliza Oma. Hadi zinakuwa nyingi muda wote. Sikutegemea sio mpaka tutafika tutashikana magongo. Sasa naomba nisikilize. Leo ndio siku yako ya mwisho Abduli. Leo siwezi kukuacha Abduli. Watati Finali. Watatu penda Finali. Refari Finali. Puliza kipenga. Finali. Wanadamu, karibuni. Sisi tumekuja hapa tulikuwa tunabatiza kidogo. Yaani kuna libaba limenioa. Lakini nashangaa kuniacha. Muda wote limening'ang'ania. Tumefanya mpaka mbinu, yani amenikuta na mwanaume kama vile amenisimamia. Lakini bado limening'ang'ania ng'ang'ania. Sasa mimi nilikuwa nataka dawa au ufanye chochote unachokijua wewe ili aniache nirudi kwetu. Kwa sababu mimi ninavyoendelea kukaa kule mambo yangu yanalala. Tuna biashara vyetu mimi na ndugu zangu. Tuna madeni yetu huko. Lazima tuwe watatu timu itimie tukadai madeni yetu. Haya ninavuka mule ndani mimi ya madeni naenda kudai saa ngapi? Mimi nataka kuachika. Ndio maana nimekuja hapa na ndugu zangu. Huyu mama yangu, huyu dadangu. Si unaelewa? Yaani hicho tu kikiisha hicho. Mbona mganga wewe mwenyewe utani? Yaani maana biashara zetu zote tuko tunakuja hapa pa. Kama mganga anaaminika mganga, mbona pambe tu? Yaani sisi wewe ndo mganga wetu. Au unasemaje? Hapo. Mimi ninachotaka mfungashie mwanangu kila kilichokuwa cha kwake. Amrudishe nyumbani bila ugomvi. Yaani asitumie nguvu. Yeye mwenyewe. Mwanadamu, huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa Abduli. Na maisha majina yake yote matatu. Abduli Ali Alinogi. Abduli, nimekuita hapa kwa jambo hili moja. Na hii nahisi ni ya pili kukuita mimi wewe. Na itakuwa mwanzo na mwisho kukuita kukuuliza juu ya mimi na wewe. Nataka nifahamu hatima ya wewe mpaka sasa hivi imefikia wapi? Nikwambie ukweli tu ndugu yangu. Kweli najua tulikuwa tuna agano. Ila nipende kusema kwamba au naweza kusema ya kwamba ili agano mimi nalivunja. Abduli Ali Alinogi. Sawa, nimeelewa. Unahitaji nini nifanyie? Mimi kama nilivyosema kwa awali, yaani mimi nataka kuachika. Kukuacha tu. Hicho. Sawa. Kazi ndogo hiyo kwangu. Mama, unaonaje mganga akawa mkweli? We na wewe. Huwa atakuyatindinganya tu hapa. Hebu subiri kwanza la mwenzio liishe na wewe ndio ujue la kwako. Bi mkubwa. Kaisha utaka mwanao. Aibu naona nini? Au daki mkwe? Familia yangu yenyewe. Haya mkwe, tuanze na huyu kwanza. Mganga, no, yaani ukinisaidia tu mimi yani tutakumaliza kila kitu. Sawa. Kumwacha tena yule mwanamke sitoweza. Kwa sababu vitu ambavyo navipata mle ndani kwa kuku wa kienyeji yule, sidhani kama nitavipata kwa mtu mwingine. Abduli, naomba nisikilize kwa makini. Unajua wakati tunalizungumza hili na tunalifanya mimi na wewe, hakuna ambaye alikulazimisha. Hakuna ambaye alikushika mikono. Ulilikubali wewe mwenyewe na utalimaliza wewe mwenyewe. Naomba nisikilize. Sitaongea tena. Na kama umezungumza hilo na uko tayari kucheza mechi mimi na wewe, nitakufanyia kitu ambacho utafika kunisahau kwenye maisha yako yote. Tafadhali, naomba fanya juu chini.
yule mwanamke uachane naye. Nahisi unielewi. Nirudie tena kusema samahani. Siwezi kulitimiza tena agano. Mwanadamu, nakupatia hii dawa. Unaona hiyo dawa? Nisikize kwa makini na usikosee shaiti lolote ile. Kachukua unyayo wake, changanya na hiyo dawa. Baada ya hapo, tenganisha hiyo dawa mara 3. Moja kamwekee njia ya panda, nyingine mchanganyie kwenye chakula, na nyingine utakavyomwandalia maji ya kuoga mchanganyie kwenye maji. Lakini cha muhimu, hakikisha hiyo ya chakula na hiyo ya kwenye maji ya kuoga usahau. Kwa hiyo unanihakikishia kwamba nikifanya hivyo kwa usahihi kabisa ananiacha kabisa? Kwa maana nimeshabadilisha uamuzi na nimeamua kabisa yule awe mke wangu wa halali na sio mke tena wa agano. Baada ya kusema hayo, nipende kusema kwamba kama ile pesa yako ambayo ulinilipia mahali, naomba unipe muda nitafute nikurudishie, alafu niache na maisha yangu mimi na mke wangu. Abduli, nenga nkumanya yambone neki nimumanya yambone nengu rangi kwa mokozi fahari ya kusini china ntende chindu changa manyika chindende ndu paka mweche mwishe chabuliki bana ibaya. Abduli, china nose chosi baba kinganga yule. Si kuona ni wewe mtu mpaka unamfumania mtu na bado unamngangania. Hata kumfanya nini mwanangu? Hata kumfanyaje? Maana hakumpiga, hakumsonya. Hivi kweli mwanamume hata kumtia singi kashindwa? Kamngania mwanangu hivyo vipi? Mganga, naomba hiyo dai kafanye kazi. Tena mimi nakwambia siku 3 nyingi. Mwanangu mimi arudi nyumbani. Chakula si anakula lakini tangu mgombane. Mama, mbona tujagombana? Yaani yeye anakula kila kitu. Yuko noma kabisa. Basi limeisha hilo. Ila kuomba. Yaani naomba hii iwe siri yetu. Mimi, wewe, mama yangu pamoja na dadangu tu. Asijue mtu aina yoyote. Usiwazi. Karunde mwanangu. Unajali baba. Niko ndani mwanangu jamani. Nilikumisi mamako. Na mimi pia nilikumisi mama yangu. Tena sana sana sana. Nashukuru leo umefika salama mtoto wangu. Za huko. Safi tu mama yangu, za hapa. Safi mwanangu, pole na safari. Asante mama yangu, nimepoa. Nimefurahi mama yangu kuona, nilikuwa nimekumisi. Karunde. Yaani bora hata ulivyorudi mwanangu. Yaani nashukuru na huo uhamisho kukamilika. Nilikuwa nateseka wewe. Yaani nikikaa sina hata mtoto wa kumtuma mwanangu. Chochote ninachokifanya nipo peke yangu kama zimu ya mjomba wako na mkewe muda wote wanazurura. Nashukuru. Basi mwanangu usijali. Yaani Karunde wako mimi nimerudi. Yaani utanituma muda wote na saa yote. Sina mimi mwanao. Mwanangu umekuwa. Basi mwanangu wewe nenda ndani ukapumzike, mimi natoka. Nikirudi uje kunisimulia vizuri au huko. Yaani nimetoka mamangu hapo, kwanza nikaoge, kwanza nilale, alafu nikianza ukirudi nitakuwa. Sawa mwanangu, wewe nenda.
Karibu mwanadamu. Asante. Mganga, mimi shida ilionileta hapa, kuna watu nina uadui nao. Tena huo uadui ni mkubwa. Mwanadamu, ni akina nani? Ndugu, rafiki, shoga yako? Hao watu ni majirani zangu. Sawa, nimekuelewa. Unataka tuwafanye nini? Chochote tu wewe wafanyie, lakini mimi kuna mmoja hapo nahitaji umfanyie, yaani huyo mmoja ndo na uadui naye. Kwa nini ndo washengeshe eti? Haina shida mwanadamu. Sawa. Huyo mmoja wao na nguo yake? Ndio na uwezo wa kuipata. Sawa. Kama uwezekano upo, fanya hivyo. Sawa mganga. Sawa, unaweza kwenda. Odi. 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 Karibu bwana. Asante bro, vipi? Fresh. Kama kawaida. Uka. Eti bro, vipi eti dalali Ndolole nimemkuta? Ndolole? Bwana Ndolole alikuwepo hapa. Lakini Ndolole ghafla tu alidondoka. Kama kudondoka, bi mkubwa akamchukua akampeleka hospitali. Na kwa taarifa nilopigiwa simu mpaka sasa hivi, bwana Ndolole amefariki. Amefariki? Kafariki. Ndolole amefariki? Kwa hapa nilipo mimi hapa, umeona hapa nachukua maji anaenda kuoga, natoka hapa naenda wapi? Hospitali. Mungu wangu, nitafanyaje? Nitafanyaje? Wewe bwana vipi? Bro, sikiliza. Mimi na Ndolole wote ni madalali na mimi pia ni dalali. Sasa tuliuza nyumba, sasa bosi akampatia yeye pesa. Kiasi shilingi milioni 5. Sasa sio muda mwingi sana ametoka kunipigia simu hapa. Ameniambia kwamba nini kachukue fedha yangu. Sasa nakuja hapa na nasikia taarifa hizi kwamba amefariki. Hii ndio shida ya madalali. Sasa sikiliza. Wacha mimi kwanza niende huku. Alafu nikifika sikiliza kama siku 2 au 3 hivi ambazo kama tumalize msiba huu, alafu baadaye sasa tukae na familia tu waambie ni shilingi ngapi? Milioni 5. Imeisha hilo. Sawa basi, haina shida. Karibu, pole. Asante, nakutegemea. Mvua nyesha, mvua. Mwanadamu, karibu. Asante mtaalamu. Vipi? Ile kazi nilikupatia umeikamilisha? Ndiyo, bila shaka nimefanikisha. Naomba nikabidhi huo mchanga. Kazi nzuri mwanadamu. Huu mchanga kwa leo utaniachia. Maana hapa kuna dawa inabidi nitengeneze usiku wa manane. Maeneo ya makaburini. Baada ya kuitengeneza nitaichanganya na mchanga. Uniambia anaitwa nani vile? Anaitwa Omo. Ila jina la babake silijui. Omo? Sawa. Mimi nalijua kwa jina tu la Omo. Hilo jina lingine mimi silifahamu kwa kweli. Sawa, haina shida. Huu mchanga utaniachia. Kuna dawa inabidi nifanyie maeneo ya makaburini usiku wa manane. Baada ya hapo nitaivundika, baada ya siku 2 itakuwa tayari haishaiva.
na utakuja hapa kwa ajili ya kuendelea na kazi. Sawa mtaalamu. Ina maana ndani ya siku 2 ndio unanipatia dawa ya kwenda kumfanyia huyo homo? Kabisa. Baada ya siku 2 itakuwa tayari ishaiva kwa ajili ya kuendelea na kazi. Mtaalamu, una hakika nitafanikisha hili jambo? Maana nampenda sana huyo kijana na ninavyoona kabisa siwezi kuishi bila yeye. Mwanadamu, ina maana kwamba uniamini? Au unahisi siwezi kazi yako? Nisikilize sasa kwa makini. Nenda, baada ya siku 2 rudi hapa. Kila kitu kitakamilika. Naweza kwenda. Oh, mvua. Mvua nyesha mvua.